na Mungu amlinde na mabaya. Mungu akamjalia. Sio hapo tu, kuna vipengele vingi vinavyotuhimiza kwamba tukae katika nguvu za Mungu. Ukisoma Nyakati hiyo hiyo sura ya 16 mstari wa 11, mbele kidogo pale, mstari wa 11, Wakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11. Nyakati wa kwanza sura 16 mstari wa 11. Biblia inasema, mwendeeni Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwendeeni Mwenyezi Mungu daima. Amen. Mwendeeni Mwenyezi Mungu mwenye nguvu. Lakini huku kwenye Kiswahili cha zamani nasema hivi. Sura 11 nasema hivi. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo tunahitaji kukaa katika nguvu za Mungu. Maana yake adui anapoenda kutushtaki na kukuta tuna nguvu za Mungu, madhara hayapo, tunashinda, tunasalimika. Lakini hapo mavifungu mengi, ukitaka usome Isaya 62 mstari wa 5 wa 7. Isaya 62 mstari wa 5 wa 7. Isaya 62:6-7. Isaya 62:6-7. Tunahitaji kukaa katika nguvu za Mungu ili tuweze kushinda. Maisha ya ushindi katika dunia hii tunayapata kukaa katika nguvu za Mungu. Tunaweza kusomea Biblia yangu inasema hivi. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, ee Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Mstari wa 7 anasema, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kuifanya kuwa sifa duniani. Hapo anatuhimiza. Endelea kusoma tusikie. Juu ya kuta zako, Yerusalemu, nimeweka walinzi usiku na mchana, kamwe hawatakaa kimya. Enyi mnaomkumbusha Mwenyezi Mungu ahadi yake, msikae kimya, msimpe hata nafasi ya kumpumzika mpaka atakapousimika mji wa Yerusalemu na kuufanya uwe fahari ulimwenguni kote. Amen. Msimwache akae kimya, msimpe nafasi hata ya kupumzika. Maana yake Biblia inatuagiza sisi tunaompenda Mungu tusimpe nafasi ya kupumzika. Mungu tusimwache, tusimpe nafasi ya kupumzika. Yaani umemaliza kula mchana, unasema ngoja nipumzike, chakula kio kinaiva kidogo tumboni, halafu nirudi shambani. Unaanza kuomba, Mungu nisaidie, Mungu nishike mkono, Mungu niongoze, Mungu nitie nguvu. Upo kazini unaandika, umetoka nje kunywa chai, umemaliza chai, unarudi unamwambia Mungu, Mungu nisaidie katika mambo yangu haya. Natamani nikuone wewe. Tusimwache akapata nafasi ya kupumzika. Ametuagiza. Ndio hapo tutakaa katika nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Ibilisi yeye hana nafasi ya kujani, hapotezi muda. Hii haina maana kwamba mtu asifanye kazi. Ukiwa kwenye kazi unafikiria, unakuwa unafikiria kazi ya watu, shamba langu. Lakini ukitoka pale, dakika mbili hata kuzungumza tu huwezi. Mwambie kaa katika nguvu za Mungu. Na hiyo ukisoma katika kitabu cha Waefeso 4:6-10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda hila za mwovu.
kwa sababu kuna mishale mingi yenye moto inayotumwa na yule Mungu. Mishale, masengenyo ni mshale, kiburi ni mshale, majigambo ni mshale, dharau ni mshale, dhuluma ni mshale, na mambo mengi ambayo analeta ili kutudhoofisha tusiweze kushinda. Ukikaa katika nguvu za Mungu unashinda. Na hili jambo la mwisho la 4, kataa mambo yasiyokwenda vizuri katika mipango yako. Kataa mambo yasiyokwenda vizuri katika mipango yako. Unapanga kujenga nyumba, unasema mimi sina hela kununua kiwanja. Mwisho akili zinakwambia nimeahirisha. Mwambie Mungu, Bwana, mimi nitanunua kiwanja. Haya, umeshanunua kiwanja, umeshajenga msingi. Unataka kusomba tofali, mawazo yanasema sina hela kusomba tofali. Unaanza kusema simenti imepanda bei. Wewe unasema simenti imepanda bei, lakini unapokuwa tembea unakutana na watu wametoka kununua simenti. Na unasema mabati yamepanda bei, unakutana na watu wametoka kununua mabati ya Musau. Unashangaa, unasema mimi vipi? Wewe unakuwa ofisini unasema mimi sitapanda cheo. Wewe unakataa kumwambia Mungu wewe utapanda cheo. Unasema sitapanda cheo, unasikia ndugu yako pale amepandishwa cheo. Unashangaa, tuko ofisi moja. Sasa yeye anapandaje cheo wakati mimi ndio nilikuwa naelewa kuliko yeye? Kwa hiyo Biblia inasema kataa mambo yasiyokwenda vizuri katika mazingira yako. Mambo mengine ni kete za ibilisi zinasogezwa mbele yako. Ukikaa kimya, maana yake umekubali. Lenyewe linatiki, hapo mzinga unakudondokea. Sio kama unaelewa. Ukikaa kimya, ukiona mambo yoyote ya ovyo yanakuja katika mazingira yako, nimeende mkofi bora. Lenyewe utasema kwa kuwa umekaa kimya kusema lolote, amekubali. Kumbe wewe utakubali mkao wa nini? Yeye ugajeme. Isahotiki narusha kombora na kubonga. Unabaki na Mungu, mimi napigwa mimi mtoli wako. Tulikaa kimya. Sasa mimi nifanye nimekaa kimya. Ukisoma kitabu cha Ayubu 38:12 hapo namaliza. Kitabu cha Ayubu 38:12. Ili tuweze kushinda ile jambo la 4. Usikubali mambo ya hovyo kwenda kuingilia kwenye mipango yako. Kitu kisichoenda vizuri, unaona yani wao hapa angekuti. Jengo mangulini tubaki nzuri. Naona, ngoma tubaki nzuri. Uguni mpango guza oya kubaki nzuri. Kile shoni suti, kile nino, kunyama, gani hivi. Mungu nasema hamna nyama itakuwa siku nyingine hata jenge nyingi. Mungu nisaidie nijenge nyumba. Na nimwambia matusi yetu. Anaweza sio iko na watu pana. Anahitaji kuona maana hili kanisa letu hili ni la zamani na watu wakubwa. Nafundisha watu wanaoenda mbinguni, wala sifundishi katekisimu. Ni watu wakubwa. Takiwa uende ufanye mazoezi katika haya, uone kama yatoi matokeo. Si ndio? Yasiishia hapo, wewe ndio ufanye mazoezi. Kama yatoi matokeo, utanipigia simu. Uniambie, Bwana, mimi nilimwambia Mungu anisaidie hivi na mimi nikawa nimekaa vizuri lakini matokeo hayakuja. Si ndio? Unahitaji kuwa na imani. Kataa mambo yasiyokwenda vizuri katika mazingira yako. Nimesema Ayubu 38:12 na 13. Ayubu 38. Ayubu 38. Ayubu 38. Ayubu 38:13. Biblia inasema Yobu tangu uzaliwe
umewahi kuamuru kupambazuke na kulifanya pambazuko lijue mahali pake, ili lipate kuikamata dunia kwa pembe zake na kuwatimlia mbali waovu waliomo? Biblia imesema, inamwambia Ayubu ni wahi kuamuru kupambazuke. Lakini Biblia nyingine inasema hivi, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. 13 yapate kuishika misho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Anasema umeiamuru siku yako ilipoanza. Maana yake asubuhi unapoamka unatakiwa uumbe, yani utamke, uiamuru siku. Mimi kuna kipindi fulani nikumbuka nilikuwa nafundisha watu. Nikawa nasema hivi, zamani sisi tulipoanza kuamini, waganga wa kienyeji, yeye akiona pale kwake watu wakuja kupiga ramli wamekosa, wameisha, anachukua madawa anaweka kwenye kigai, anapeleka kwenye njia panda, anafukiza uvumba pale, alafu anaanza kutamka, nataka watu waugue, nataka ajali ziongezeke, nataka hivi na hivi na hivi na hivi, ili watu waje kutibiwa nipate nguvu ya kula ile supu. Basi akimaliza pale anatimua yale majivu. Kila atakayepita lazima apitie ule upepo. Akiona pale imeshindikana na kwenda kwenye kisima cha maji, anamwaga mauganga yake pale kwenye kisima. Alafu anasema, anatongea, anasema, mimi nataka watu waugue, nataka watu wateseke, watu wahangaike, mke na mume, vurugu ya mke katika familia zao, wahangaike, wateseke, waumbane mpaka waje kwangu wanipe sufu. Na sasa wewe unakwenda kupita pale, unafika nyumbani, ulikuwa unaanza vizuri, unaanza kumtolea macho mke. Wewe umeshindwa kufanya kazi gani? Nini na nini na nini? Kelele na kuja yeye anafunga mizigo anaondoka. Nasema yaani nimemkosea. Sasa funga mizigo ameondoka. Wote niende kwa mganga nitumie dawa inirudishe. Kwa mganga unaacha 20,000, 10,000. Unaona hivi? Sasa mimi natuambia, je, wewe siku zako zinapoanza kuna neno lolote unalosema? Mungu nisaidie. Kuna neno lolote unalosema mimi nataka nifanikiwe hivi? Kuna neno lolote unalosema? Unahitaji kuiamuru siku, uisemee. Maganga ya kienyeji yanaisemea. Sasa hivi tunaona matukio mbalimbali, ajali nyingi, watu wanakufa, sio huku tu na sehemu zingine. Tu zimesikia taarifa ya habari kwamba mtumbwi umeua watu 7 waliokuwa wanaenda kwenye mkutano wa Injili. Mtumbwi wao katikati ya maji, mtumbwi unageuka, wanadumukia. Kuja kuwaona baada ya siku 2 wameelea. Huko Chato, maeneo ya Chato. Mtumbwi. Kwa nini? Sasa hivi machawi yanaanza kutesti dawa zao. Testi kwa mtu yeyote, akiona ameshindwa anaweka kwenye njia panda. Utapita tu. Kishindwa anapeleka kwenye kisima cha maji, utachota tu. Na yeye anatengenezea namna hiyo ili tuishi kwa shida na mateso hapa duniani. Wakati na sisi tuna Mungu anayewashinda. Maana yake yenyewe yanaeki mambo ya Mungu. Yenyewe ni fake, sisi ni original. Sasa yeye anachukua fake inatenda kazi huku kwa original wakati original hajitambui. Ndio matatizo tunayopata. Kwa hiyo wewe na mimi tunamwamini Mungu, tunahitaji kuiamuru siku. Yaani tunauwezo wa kutega kimekutii. Na vikuunde kwa sababu hatuna mashtaka mengine yanayotushtaki. Bwana asifiwe. Amen. Mambo yasiyokwenda vizuri uyaamuru, yakatae. Mambo yanayokusumbua katika mapito yako kataa. Lakini kuna mambo mengine mabaya yameshatokea. Yameshatokea, mtazame Mungu. Sio mwenye shida tu. Wapo watu walishafiwa. Wapo watu walishapoteza mali. Wapo watu walishatoa hela nyingi kwa waganga wa kienyeji. Wapo watu walishatoa mambo makubwa, walishahangaika, walishateseka, wakanyosha mikono wakaja kwa Yesu, wakapata amani. Mtazame Yesu.
Mwambie Yesu, mtazame Yesu. Ukimaliza hapo, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa maneno haya, Mungu akubariki. Hata kama tunahitaji maombi